lakini nisizungumzie makosa ambayo yanafanywa na watumishi wengine wa serikali wakiwemo maofisa wa usalama, kwa sababu tuko na sheria. We are a country that is governed by the law. Tuko na sheria. Unajua kitu, hata kwa kanisa kuna sheria na itikadi za kanisa. Nasema huyu ukiwa bishop ufanye hivi. Ukienda nje ya hiyo, kuna kikundi pale cha viongozi ambao watakaa waseme huyu bishop alifanya hivi, sasa imefika wakati wa kuadhibiwa na utaadhibiwa kutoka hapo, utatolewa. Utaambiwa sasa wewe huwezi kuwa bishop siku nyingine tena. Haya mambo yote yanafanywa kwa sababu watu wote duniani wanajua binadamu mahali popote waliko lazima kuwe na uwezekano kwamba sheria itavunjwa ama sheria itakiukwa, na temptations to break the law are real in most cases. That is why police officers have standing orders, that code of conduct everywhere. That is why we have the penal code where crimes have been committed. What I have been emphasizing is that tusianze kuingiza porocho katika mambo ya security, for example, kwa sababu the advice I took that I treasure most myself when I was in government is from some of my senior colleagues in the security sector. And for that, mimi naambia wa Kenya, honestly speaking, tunahitaji kumshukuru Mwenyezi Mungu, sababu tumekuwa na historia na desturi ya kuwafundisha maofisa wa usalama vizuri sana. Some of our leaders in the security sector are probably the first to get in the region, and they're wonderful people. Wengi walikuwa wanatushauri msiingize siasa katika mambo ya security. Ikifika katika security, hiyo inatukutanisha sisi wote. Hakuna serikali, hakuna upinzani ikifika maneno ya security. What that means is that we be open and transparent and real serious when it comes to crimes that have been committed. That's why I've said before, mimi ndio mtu wa kwanza kusema kama kuna makosa ilifanyika wakati tulikuwa kwa hiyo wizara, ama makosa ilifanyika na mtu yote, iletwe hadharani so that ijulikane ni makosa gani ilifanyika na nani alifanya hayo makosa. Kwa sababu badala ya kusimama sasa waanze kusema too porojo to condemn people, I believe in the rule of law. And then in cases that have happened, what are Kenyans asking? Kenyans are asking for accountability. Hata hii maneno mauaji imefanyika wakati wa maandamano. And then let all the institutions that are involved do their work. IPOA iko kama na kazi ya IPOA ni kuangalia mahali police have gone beyond the limits of their powers. And let them, I mean, watu hawakupigwa risasi na shetani, walipigwa risasi na binadamu. Lazima hao binadamu wajulikane. And in fact, I can go further than that. Mimi naheshimu ile kazi nilikuwa nafanya na naheshimu wenzangu katika idara ya usalama, lakini there is a way you can go if you follow the records and so on and the proper investigations were done. You can pin down the individual officers who are involved. Sure. It's a fact. What you have to do with that? That's all we asking. Mheshimiwa, ni ukweli kwa wakati ulipokuwa serikalini kuna miili inapatikana kutokana. So swali ni hili, where does the buck stop? Wajibikaji tupatina. Wakati maneno hiyo ilitokea, sisi wote tukiwa kwa serikali, tuliuliza polisi na DCI, wakafungua file wakaanza investigation kwa hiyo maneno. Wakati tulitoka kwa serikali, walikuwa wanaendelea na uchunguzi ijulikane ni akina nani. In fact, when we wanted an inquest at that particular time, the security officer said an inquest is necessary when so many facts cannot be easily traced. Now we have the bodies. The members of the family or the next of kin will come and pick the bodies. We will conduct the investigation. We will piece together the facts from that point and get to the truth of the matter. So we said, fair enough, let us proceed. So the question is, you know, I have said this several times before. It's very easy to bandy blame around and throw blame around because it's politically convenient to do that kind of thing. Why can't we have open investigation? Why can't we make this matter open? Mtu akikuja mbele Gatoni aseme mtu ambaye alifanya hii maneno ni Fred Matiang'i, sheria iko. I have never lived above the law in my life. So when you ask me about response, you ask me to make a decision and judgment on a matter that facts have not been brought out to light. And if we go that direction, we are going to repeat the same mistakes that are going on now, where there are problems, and instead of solving the problem, ni siasa tunataka kufanya nayo. Sio tukianza haya mazungumzo kusema serikali kwa mrefu, serikali inajua kila kitu kinachofanyika. So sasa hivi nataka kutuambia serikali yenye ulikuwa
wanafanyia kazi haikujua ama haina habari. No. But you see, that is why Katonya, the DCI had opened the file. DCI had done investigations. There are reports in those files that need to be looked at. I didn't go away with them. And I will not deny that our officers did not know about the matter. Why can't they share what they know? That's what I'm saying. You see, I don't want blanket condemnation. Usimama hapa kusema ni Kitula alifanya hivi ama ni Katonya alifanya hivi na tena sasa tutoe lawama kwa Kitula ama kwa Katonya. Is the same story we are saying. We are going down in circles instead of solving the problem. Why don't we actually solve this problem conclusively, all of us? Put all the facts that are available in the open, and let those who accountability go the direction investigation is taken. So, but you see, to have msimame hapa niseme mtu ambaye alikuwa available. You know, people are very easy. I know what people would like to see happening in a situation like this is where you name people and say they should be condemned and so on and so forth. And I'm saying that is a very dangerous path to take for a country. What will solve our problems in the country is to be truthful and to focus on the reality that we have as it is. Kama makosa imefanyika na yule mtu amefanya makosa ijulikane. It's the same thing as a government saying ni upinzani ndio inalipa watu. Huyu upinzani ni nani? Kuna mtu dunia hii anaitwa upinzani. There is nobody called upinzani. Somebody has a name. Kama ni Matiang'i, enda kwa account zake, muone vile alitoa pesa, akalipa nani, akalipa huyu, au wauni wakuja waseme huyu ndio is the one who's running this Gunzi culture in the country, analipa huyu, evidence ipelekwe kwa magistrate namna hiyo. Dr. Fred Matiang'i, maandamano ya vijana wa Gen Z yamekuwa kala moto kwa serikali ya mamlakani sasa. Bila shaka vijana hawa wanataka uwajibikaji serikalini. Na sasa waziri wa usalama wa ndani, nafasi ambayo alikuwa ameshikilia wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, piga risasi Rais William Ruto kuzungumzia kuhusu amri ya piga risasi miguu umiza. Amri hizi zinamaanisha nini? Umekuwa waziri wa usalama wa ndani katika kukabiliana na maandamano. Well, my friend, I'm sure hata wewe mwenyewe unajua unataka nikwambie nini, sababu unataka nivutie yale hata wewe mwenyewe unajua, sababu kwa president wake alikuwa anasema unataka nikwambie na wewe mwenyewe unajua sisi ni nchi ya sheria na tunafuata sheria vile. There are cases I know as a former minister of security. There are cases I know where it is allowed and or allowable under the law when there is active combat, especially when involved with bandits or terrorists, where active combat, that is called active combat. And in case of active combat, of course you can't tell officers not to shoot. Their lives are probably in danger. They are facing people probably more armed and better armed than themselves. I know that even me, when I was Minister of Interior, a number of times when we were dealing, especially with some active combat challenges, we encourage our officers that the law covers them very well in case of active combat with bandits and terrorists. But demonstrators are not terrorists. They are not even armed, as it were, and you know what the law says. The only right I would like to add to this, and I'm doing it with utmost respect, and it should be seen that way. Unajua sisi tumelelewa katika mazingira yale ambao wale ambao wako katika ofisi ya rais tunawaita baba wa taifa, father of the nation, which means that wakati yote imekuwa vile imekuwa, kila mtu dunia hii, awe mtu wa upinzani, awe mtu wa kuandamana, awe afisa wa usalama, wote wanaangalia katika ofisi moja kama final cover ya kila mtu ambaye ni Mkenya. That is why desturi yetu na historia yetu, sisi kama Wakenya tunaita wale ambao wako katika wale ambao wamebarikiwa kuingia katika ofisi hiyo, tunawaita wanaitwa baba wa taifa. Hiyo ndio desturi tuko nayo. Kwa hivyo kuna matamshi mengine hata wakati tuko na shida, mimi ningesema tu kwa heshima kubwa, na nikisema hivyo
Nimejiunga na wale viongozi wengine kama Senator James Orengo na wale wengine ambao ninaona wamezungumzia haya maneno, kusema kwamba na wale ambao wanamsaidia Mheshimiwa Rais kwa hii kazi, kuhakikisha mara kwa mara kwamba wanamsaidia Mheshimiwa Rais kuhifadhi hiyo sifa ya baba wa taifa. Lakini unajua kwanza, you asking us to pass judgment, we don't even know whether those are actually real organic or natural demonstrators who are banned police stations, or it was choreographed work. You know, when investigations have not been done, I can't pass judgment. You know, I'm very careful. I'm a former Minister of Security. I have to be very careful about the things that I say. I can't now say that there are people who I can't even use that kind of language. You can't use that kind of language when you are a responsible leader. Who are those people? People have names, have identities, as it were. And you know, by the way, I forgot to say this the last time I was in public. We invested a lot of resources when we were in government in the IC3. We have CCTV capability in most of Nairobi and some parts of Mombasa and so on. It is not very hard to actually isolate the identities of individuals who are involved in crime in Kenya. Secondly, also by the way, Gatoni just so that you know, our personal identification database, hata ile ambayo imehifadhiwa na DCI, Council ya Vidole and so on, is probably one of the strongest in the region. That is why it is easy. When I say we have capacities that other people don't have, I mean it. Our security forces have a lot of capacity, and to be absolutely fair and objective, our training of our security people is very good. They are very, very good. Which means they can actually get to the bottom of this matter. Either A, they were given the opportunity, or B, they are not interfered with in terms of how they do their work. That's why I'm saying I am pleading on this particular matter. It's not just so much about the interview. On this particular issue, if you allow me, mkinikubalia dakika moja, I have faith. I know most of the people who are senior in the security sector because I worked with a number of them, and I know their capacity. Their people, they can actually do a good job, or probably a different job, if there is less political pressure and less politicization. Because I can tell, I am not a child, I am not a fool. I was in that sector for a long time. You can tell when there is extreme and negative political pressure on security sector actors. And for the sake of the country, that's why I'm saying, and I'm saying, for the sake of the country and the stability of our nation as we go forward, I wish that there was less of that. They are able to do a good job on their own, their capacity and so on, and some of these incidents will not really happen. You can tell from some of the things that are happening, and me more than anyone else, you can tell clearly that there could be elements of politicization and elements of political pressure in this. I don't want to go into details of this because I don't have facts on this yet. I have not done investigation on this matter. And that is why I'm very hesitant and careful to pass judgment on this matter, because, as I said, me more than anyone else have to be very careful on this, because this is a sector I worked in for a long time and I understand it very well. Accountability. Kuliwahi kumekuwa kuna amri za mahakama wakati wa minister passport cancellation. So sijui Wakenya watakuwa vipi ikiwa rais wa jamhuri pia kufuata amri kama hizi. By the way, we have to compare to umekosea, you have your facts wrong. Mimi sijakuelewa kuhusu mambo ya passport cancellation in this world. What happened is that an appearance on a matter that was before a judge in court on the issue of Miguna that happened while I was at the TSU headquarters for the Passover parade, and when that appearance did not happen, or we did not appear, we were said to have been in contempt of court. The matter went to the Court of Appeal. I don't want to talk about it because we are always advised not to comment about things when they are next time comment on what's in court. But otherwise, the truth of the matter is that there is not a single
passport, not one, and I challenge you or anyone else to show me one that I cancelled. Naam, vijana wanalalamikia kuhusu ukatili wa maafisa wa polisi na bila shaka kwa waziri wa usalama wa ndani. Na hali ya kutomosha vijana kujitokeza barabarani kuandamana kuhusu utawala. Na tumeona hata baadhi ya maafisa wa polisi wakilalamika kuhusu hali ilivyo pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu na amri ambazo wanasema hazijafuata katiba kutoka kwa mkubwa wao. Wakati huo vijana hawa wamechangamka katika mitandao ya kijamii, wana uwezo wa kubainisha afisa wa polisi ambaye mhusika mpatili. Tazama kisa cha mchuzi wa barakoa askari aliyepigwa risasi na polisi na afisa wa polisi. Je, vijana hawa katika masuala haya ya usalama wameinasa serikali katika kuwaajibisha maafisa wa polisi? You know, if I may take this moment pia kuwaelimisha wasikilizaji na watazamaji. Kituo, our policing culture by tradition inaitwa policing in a civilian government context, kwamba serikali iliyoko katika Kenya imechaguliwa na wananchi, so that it's a civilian government that is playing oversight over the country. We are not a police state, or we are not a military state as it were. Therefore, any actions by security forces are guided by the oversight of the civilian leaders of government. That's what happens. And tumebarikiwa tangu uhuru wetu 1962 hatujakuwa na wakati tuko katika chini ya ulinzi wa jeshi ama ulinzi wa security ambao hauzingatii katiba. Maana yake ni hii, the citizens have a right to ask questions of security officers or to ask questions of officials of the security sector. Hata nikiwa waziri wa usalama, na nafikiri hata wale wako huko saa hii ni kitu wanafanya, kwa sababu ukienda kwa baraza kama unaenda kufanya mkutano wa hadhara na chief na assistant chief na wale wengine, sheria inakuhitaji kwamba usikize pia hata wale wananchi ambao wako huko, kwa sababu hii ni serikali ya wananchi, serikali ya demokrasia ambayo imechaguliwa na wananchi. Kwa hivyo vijana wa Kenya wakiuliza maswali ama waseme ofisa fulani anaitwa fulani wa fulani akipatikana na hiyo ni haki yao, na iliposa katiba yetu iko na independent police oversight authority, kwa sababu ikiwa ni serikali ya wananchi ambayo ni serikali imeteuliwa kidemokrasia, lazima isikize wananchi na maoni ya wananchi kuhusu vile usalama wa nchi unalindwa. Kwa hivyo vijana wa Kenya wakiuliza hayo maswali, wakisema ofisa wa polisi huyu amefanya haya, amefanya yale mengine, hawajakosea. They are very much within the law, they are doing the right thing. Now it is upon the leaders of the security sector wao wenyewe kuwajibika na kujibu hayo maswali, kusema la ilifanyika ama haikufanyika. Nikupe mfano. When I went to Harambee House, and I hope my colleagues then don't mind me saying this because it will best demonstrate you what I mean. Wakati nifika pale, IPOA ilikuwa inaongozwa na Matiang'i. He was the chairman of IPOA. Until the time I arrived there, there had never been a meeting between IPOA and the Minister for Interior. There was especially of animosity of some kind at that time. Mimi hata nilimpigia Matiang'i simu, nikamwambia hata nataka kuja kwa ofisi ya IPOA tuzungumze pale. Nikaenda pale, yeye mwenyewe akanieleza. Nikamwambia na Joseph Boyneto was the Inspector General of Police. Kulikuwa hata na investigations zilikuwa zinaendelea wakati huo. Tukazungumza, tukaelewana. Kila mtu afanye kazi yake. IPOA iko na kazi yake ya kufanya, sisi wizara tuko na kazi yetu ya kufanya, na Inspector General of Police ako na kazi yake ya kufanya. Na sheria inaeleza vile kila mmoja wetu atafanya kazi yetu. Kwa mfano, ukiwa waziri wa usalama, you cannot instruct the Inspector General of Police under the law. You can't. I mean, show me the law that allows you as a Minister for Interior to instruct the Inspector General. And I keep saying, mimi wakati nilikuwa hapo niliandika barua mbili. Niliandikia Boyneto barua moja na niliandikia Matiang'i barua nyingine. Na kila wakati niliandika hizo barua, ilipitisha kwa Attorney General anieleze kama nimevunja sheria ama sijavunja sheria. Kwa hivyo wananchi kuhusika na kazi ya polisi ni mambo ya kawaida, ni sawa, hawajafanya makosa yoyote. Ni wajibu wa wale ambao sasa wanasimamia idara hizo kuwajibika
kuchukua hayo ambayo yanaletwa, maoni ambayo yanaletwa. Hata sisi wakati tulikuwa kwa serikali tulipata memorandum nyingi, kila mahali nilikuwa naenda, nilikuwa nakutana Malindi. Wakati mwingine hata kuna kesi zingine wewe mwenyewe huwezi kujua ukiwa hapa Nairobi. Wakati mwingine nilienda Malindi nikapata familia nyingine wananingojea nje ya mkutano, mahali tulikuwa kwa mkutano, kusema kulikuwa na kesi ambayo ofisa wa polisi alikuwa amemnajisi mtoto pale, very early incident that happened, na there was delay in terms of investigation and so on. Nikiwa hapo nilimpigia Inspector General simu, nikamwambia nimeambiwa haya mambo imefanyika namna hii namna hii. I can't announce here, you know, by the way, I can't discipline a police officer under the law. I'm the Minister for Interior, yes, but I can't discipline a police officer under the law. Sasa hii maneno wewe mwenyewe ndio utachukulia, President alichukulia hayo maneno, kuanza mambo yao ya order room proceedings and so on and so forth, vile inatakiwa kufanya. So there is nothing new. I mean, I don't even see why we are spending time on discussing. If somebody says for example, or takes a picture or gets an officer getting involved in something, and they complain to, that's what they are supposed to do. That is very much within the law. That's what they are supposed to do. And what they are doing is actually the correct thing. And I commend them for doing that. Now, the ball is in the court of those who are supposed to act. Wachukua mambo yote, wasema sasa tulipata ripoti hii, Katonya ameleta hii, Kithure ameleta hii, na Fred Matiang'i ameleta hii, na huyu mwingine ameleta hii, lakini tumechunguza haya yote, tumepata ripoti ni hii na hii na hii. Hivyo ndivyo nchi inaendeshwa. There is nothing new in my honest view. And they are right to do that. Mheshimiwa, tumalizie na masuala ya IEBC. Watu wengine wanasema hawana imani kabisa na IEBC hivi sasa. Sijui kauli yako. Waliapishwa last week. Yes. Ninaelewa, sitaki, I'm hesitant because I want to measure my responses, na nataka kuzungumzia maneno ambayo mimi najua ni ya kweli, na ningependa kufanya uchunguzi kidogo na nikize wengine. But what I need to say is this: hii nchi yetu mahali tuko saa hii, we cannot afford games around IEBC. Sababu tulienda kwa shida 2007 kwa sababu watu walikosa imani kwa IEBC, walikosa imani kwa mahakama. Na hatuwezi kukosa imani kwa IEBC ama tukosa imani kwa mahakama ama vitengo vingine vya serikali alafu tufikiri tutakuwa na amani. Wale ambao wameingia IEBC, mimi sitaki kuanza kupass judgment kwanza. Nataka kusema waelewe kwamba hatuwezi kuwa na amani kwa nchi kama wananchi wanafikiria kuna mchezo around IEBC. Na wasidhubutu kuleta mchezo kwa area hiyo, kwa sababu mchezo kwa area hiyo inamaanisha shida huku mbele. Mimi ningependa tutashauriana na wenzangu, tutakaa chini, tutawaangalia vile wanafanya kazi, lakini nawahakikishia kwamba ikiwa ni mzunguko ile ya kawaida na games hizi tunasikia zinapigwa hapa, hakika kutakuwa na shida. Wao ni Wakenya, wanaelewa nchi hii na wanaelewa mahali nchi hii. The best thing that can ever happen to this country is a free, fair, transparent election. The absence of that means unimaginable things I don't want to talk about. So for now, I don't want to pass judgment myself. All I want to insist is that I hope, I mean, they are not, I looked at their papers, wanaonekana wengine watu wamesoma sana, wengine ninawajua bazao, I know their qualifications, lakini waelewe kwamba tuliingia kwa shida nchi hii, tuko na historia ya kuingia kwa shida kwa sababu watu walipoteza imani katika IEBC. Sasa ni jukumu lao kuhakikisha kwamba Wakenya wana imani katika kazi yao, kwa sababu hiyo imani kama haitakuwepo inamaanisha tunaenda kwa shida. Baadhi ya viongozi wengine kama wamekuja amenukuliwa na vyombo vya habari akisema watamwimbia President Rais William Ruto. Sijui mnalichukulia hili jambo. Najua hiyo ndio yale maneno nilikuwa nasema mbeleni. Studio zenu. Shida za nchi yetu karibu nusu ama zaidi ya shida za nchi yetu amendment. Ni shida tumejiletea sisi wenyewe kupitia kwa uongozi duni na uongozi mbaya. Tuambiane tu ukweli, tuache kudanganyana. Our problems are related to vile sisi tumefanya management ya nchi.
na maneno kama hayo ambayo unaniuliza. Ukiangalia matamshi ya viongozi wengine, saa ingine unashangaa sana. Unakasirika kama ingekuwa mambo ambayo ni very serious kwa stability ya nchi yetu, ungesikia kucheka, kwa sababu inawezekanaje tuko na shida kwa nchi, alafu watu wakubwa, viongozi ambao wamechaguliwa wanasema ni kabila moja na iko na shida, eti shida ni Wakikuyu wanataka kuharibu, ama ni watu kabila fulani wanataka kuharibu, na shida hii ya watu wote sisi. Kenya ukienda huko Homa Bay, Nduru ni hiyo, Migori ni hivyo, Kisii ni hivyo, Taita Taveta ni hivyo, alafu uambiwe na mtu ambaye ni kiongozi eti ni shida ya kabila moja. Na tuko na shida hii yote katika Jamhuri ya Kenya. Badala ya kusuluhisha haya maneno, ndio niliwaambia mbeleni, shida tumekuwa nayo katika hii tuko nayo. Hata last week nilikuwa kwa mkutano na viongozi wengine wa mashirika ya kibinafsi. Nilikuwa nawaambia desturi ya nchi, by this time we should not even be talking about elections, kwa sababu tuko na serikali, lakini tumefika hapa, people are talking about elections and change of government because of the suffering and the problems they have. Sisi wote sisi ni wazimu tuanze kuzungumza sasa maneno ya kura and so on. As a developing country, sasa hii tunapaswa kuwa to concentrate katika area ya kutengeneza nchi, tufike mahali maybe mwaka moja to elections is when you start talking about campaigns and going to meetings and so on. Lakini sasa wananchi wanatezeka, ndiposa wanauliza haya maneno. Sasa hayo matamshi unasema ya kusema eti tutaiba kura kama hazitatosha, ndio njia moja ya kuleta shida katika taifa. Na hao ambao wanazungumza hayo wanafikiri wanazungumza kwa sababu wanampendekeza ama wanamuunga mkono kiongozi wa taifa, na wao wenyewe saa hii wameanza kujiba msingi wa shida kutengeneza. Mimi na washauri viongozi wenzetu, hii nchi tuko sisi sote hapa na Mungu ametuweka hapa. Wakenya wote, wawe watu wa Mount Kenya, wawe watu wa Lake Victoria ama Indian Ocean, wherever they are, what they need is a government that works so that we build a country. Tuwachane na hii kasumba hii ya kugawanya watu na kwanza kuzungumza maneno. Mimi nilikuwa nafikiri huyo ni mtu kama ni kiongozi saa hii EACC kama ingekuwa inafanya kazi kupitia chapter 6, by now wangekuwa wanamtafuta kumprocess atoke kwa kazi. Because how can you say, how can you speak like that in a democratic country? Na Matiang'i, tutaanzaje kubadilisha mfumo wetu wa siasa na uongozi humu nchini? Kampeni zinapofika, tunazungumzia kuhusu ukabila na sheheni. Baada ya uchaguzi mkuu, upande mmoja unaonekana kutoridhishwa na matokeo ya uchaguzi. Tumekuwa katika hali hii kwa miaka mingi na uchaguzi nyingi zilizofanyika. Tutabadilisha vipi hapa? In fact, that's a very nice question you asked. My rhetorical answer immediately is this. Ukiwa na viongozi wanazungumza kama huyu ambaye anasema tutabadilisha siasa namna gani, kama kuna watu hapo wanalipwa mshahara na unajua wajumbe wa bunge wote wanalipwa mshahara na papa. Sasa tunawalipa mshahara kuzungumza maneno kama haya, tutabadilisha siasa namna gani siku gani? Haya ni maswali tunaweza kujiuliza sisi wote na viongozi wajiulize. Hatuwezi kuendelea namna hiyo, kuchukulia nchi yetu namna hiyo na mchezo, tufikiri eti kwamba tutabadilisha nchi na tutabadilisha siasa. That's why mimi narudia yale ambayo nilikuwa nasema mbele. Tafadhali Wakenya wenzangu, hii safari tunaenda mbele ya kutafuta uongozi na kutafuta mabadiliko katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Tusiongozwe na chuki, mapendeleo na ukabila. Kama tunasema kuna kitu ambacho kinahitaji kubadilishwa, tuzungumzie hilo jambo kama watu wazalendo ambao wanapenda nchi yao. Hivyo ndivyo tutabadilisha siasa ya nchi yetu. Tukianza sasa kusimama hapa kusema ni kabila fulani ama ni kabila fulani, ni kama kusema Kituru, mimi nikibahatika Mwenyezi Mungu, majaliwa ya Mwenyezi Mungu na Wakenya kwa mapenzi yao wanipee nafasi niwe rais wa nchi hii, kazi nishinde. Alafu sasa ile kazi imenishinda nianze kusema unajua ni Wakalenjin wanataka kunisumbua. Bali Wakalenjin wanisumbue. Wanataka huduma. Niwapee huduma, niende pale niwatumikie kama kiongozi wao. Wanahitaji masuala kama ni kilimo niyafanye. Capitation nikienda kwa shule inaenda shule zote, kila Mwanakenya anatosheka. Kama kuna mambo ya usalama, kila Mwanakenya mahali hapo, awe Kericho, awe Nyeri, awe Bomet, awe Nyamira, awe kila apate huduma. Kwa nini nianze kusema wananisumbua? Kwa nini wanisumbue? Kwa hivyo hatuwezi kubadilisha siasa yetu
mpaka wakati ule sisi wenyewe tutazingatia mambo ya kazi, huduma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya nchi yetu. If we are not going to be focused on development, solution seeking and fixing the challenges of our country, we will continue. Na ukiniruhusu kwa dakika moja, haya mambo yote yanazungumzwa kwa sababu ya Waswahili wanasema mjawa jembe. Sasa kazi huwa ni kutuambia, sasa mambo wanatuambia ni story badala ya kazi. Mtu akikuja mbele yako anataka huduma, umpea huduma aende. Wakati mwingine hata kubuka ulikuwa kabila gani and so on. Sasa hawa watu na story na wimbo, tulianza kuimba ni Uhuru na hiyo serikali yake, mwaka mzima ukapotea. Mwaka wa pili tukaimba ni Raila na Wajaluo na Azimio, mwaka ukaenda. Tumeingia sasa wimbo mwingine mpya, mwaka huu unaenda. Next year tuanze wimbo mwingine. Tufanye kazi, that is it. Naomba nikurudishe nyuma kidogo kuhusu mauaji ya kiholela. Na kutokana na hali hii ya mauaji ya kiholela, sasa aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga anazungumzia kuhusu uwezekano wa Rais William Ruto kujipata katika mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC. Vilevile tumemwona mshirika wako wa kisiasa, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuzungumzia kuhusu hilo. Hii ni njama ya upinzani ama ndo hali halisi? Unajua hiyo inaitwa conspiracy theories. Ni vile mtu anakuambia umevaa shati nyekundu na tai nyekundu, unaanza kusema hao watu walinipangia. Walikupangia wapi na shati nyekundu umevaa? Ni straight forward matter, you can see. Sasa unajua watu wakisema makosa imefanyika, na sisi wenyewe we have signed up to the statutes and so on. And when we have signed up to the Rome Statute and all these investigations will follow. Sasa unaweza kusema ni watu fulani wamekupangia. Watu gani? Unajua hii conspiracy yote na hii projo inatokana wakati watu hawafanyi kazi. Unajua nile tulikuwa tunacheka zamani tukiwa shule, I did not do my homework because I got take my books, or because the river was overflowing and so on and so on. I mean, honestly speaking, anyway, siku hizi watu wanani-advise kwamba sababu nataka kuuliza kazi ya kitaifa nibadilishe lugha yangu. A long time ago I used to say that is absolute nonsense. Yeah, it's absolute nonsense. The truth is supposed to be what it is. You can see what it is. Ukifanya kitu umefanya kitu. Huwezi kuanza kusema ni fulani wananipangia, ni fulani walinipangia, ni yule mwingine alinipangia. Wanakupangia kwa nini? I mean, it's a straightforward kazi. Kama nikiamka asubuhi naendesha gari nikienda town, niende nigonge mtu wa boda pale kwa makosa, what is the best thing to do? Nisimamishe gari nitoka nje nimwambie muungana, I'm sorry, mimi sikuwa naona unavuka hapa, kama kuna makosa traffic police officer atakuja Katonya atuambie Katonya yako right, wewe uko wrong and so on. Na ukiambiwa hivyo mwambie insurance ni pesa ngapi, that's why I'm taking insurance. Why do we take, this is why I find maybe that's why I'm not fit for politics. Why do we straightforward issues that are clear? Ni kitu wewe unaweza kuona hadharani mchana unaona vile iko, alafu unasema umepangiwa. Kuna mtu anaitwa upinzani dunia hii, hakuna mtu anaitwa upinzani. Hii mambo inaonekana wazi. Kwa hivyo mimi sijui kuambia direct, mimi sijui njama ya mtu yeyote. Hao wote viongozi ambao wanazungumzia hayo maneno wanazungumzia mambo ambayo yako. Ukifanya makosa utaadhibiwa. Kama utaadhibiwa kitaifa, utaadhibiwa kimataifa. So mbona tulisaini Rome Statutes kama hatuamini kuadhibiwa kimataifa? Si unajua marais ambao wako saa hii, former President Charles Taylor of Liberia is seated in jail. Kwa nini? Alikuwa anapeperusha na anapeleka silaha Sierra Leone kwa rebels ambao wanakata watu mikono na so. Sasa wewe unajua mwenyewe ukianza kupea rebels silaha na ukifanya maneno kama hayo utapelekwa pale kwa ile koti na utaadhibiwa. Unawezaje kusema unapangiwa na nani? Lakini kwa mheshimiwa tunasikia tetesi kwamba Kenyatta hapo na msukumo kama huo, mtaki pia hakusukumwa vile. Uhuru hakupeleka silaha kwa rebels kwa nchi jirani. Kibaki hakupeleka silaha kwa rebels kwa nchi jirani ama mahali kama yuko hapo. Mimi sijui. Sasa unajua hii mambo haikufanyika. Kama kitu imefanyika saa hii, huwezi kusema inafanyika kwa sababu ya ukabila. Mimi hatukuwa na maneno. Mimi nilikuwa waziri wa usalama, nilikuwa serikali miaka 5, tulikuwa na maandamano hakika. Kiongozi wa upinzani hata alienda pale Uhuru Park kujiapisha wakati huo. Tulikaa pale tukiwa kwa room
control room. I was the minister for interior that time, in charge of that. Nimekaa pale na watu wote, generals wote tumekaa nao pale, tuliamua hapo tukienda hata tukipiga hata mtu mmoja stambiti ile tutokana pale Uhuru Park watu watakufa. Tukakubaliana hawa wangwana wanaelewa inji, wacha waende pale watafanya nini? Si wataenda pale watajaribu kujiapisha na wataona hata wao vile President Kibaki alikuwa anasema wanajienjoy. Watamaliza kujienjoy wataenda nyumbani. Na walienda nyumbani wakati walimaliza kujienjoy, hakukuwa na risasi ilitupwa, hakuna mtu aliuawa. Tulikuwa hapa siku hiyo. Sasa huwezi kusema mbona siku ile hatukumpangia Uhuru alipiga nani risasi Uhuru Park. Yule alienda akajaribu kujiapisha wakajienjoy pale. Saa 12 ikafika jioni, kila mtu tukaenda zote nyumbani. Hata Uhuru wako hapa alikuwa Ethiopia kwa mkutano, alipokuja nyumbani akaendesha gari mzuri, akaenda nyumbani, hatukuwa na shida, hakuna mtu alipigwa risasi, hakuna mtu alisumbuliwa. Na tulikuwa sote pamoja kwa control room siku hiyo sote, Inspector General, CDF, Director Intelligence, nilikuwa hapo mimi nimeketi, tukiamua tutafanya namna gani, tukakubaliana sisi wote hakuna mtu atapigwa risasi hapa, hakuna mtu atasumbuliwa, kwa sababu wale wangwana ni haki yao kuona vile wanafanya, wanavunja sheria, lakini unajua ni Wakenya, there is about 4 or 5,000 people there at Uhuru Park. Ukijaribu kufanya kitu you will lose lives. Tukakubaliana wacha tungojee mpaka jioni. Wale ni watu wakubwa, wengine wamesoma sana, wanaelewa kwamba that is not our president is warning, the steam will come down. Watamaliza kujienjoy, wataenda nyumbani na walienda, hakukuwa na shida. Sasa uwezi kusema eti mbona Uhuru hakupangiwa, angepangiwa kwa allowing a meeting in Uhuru Park that did not have violence. Umezungumzia kuhusu kinara wa chama cha ODM wakati huo kujiapisha, na tazama kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kinara wa chama cha ODM wakati huo ndani ya muungano wa Azimio alizungumzia kuhusu mazungumzo ambayo mliyafanya pamoja na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na ulionekana kama mmoja ya chaguo kuhusu kuwania urais, lakini akasema baadaye kwa hekima zenu mkaona Raila Odinga awe mgombea wa urais. Na sasa Raila Odinga anaonekana kushirikiana na Rais William Ruto. Kuna uwezekano wa Raila Odinga kufanya kazi na wewe? You know, friend, ili nikwambia mimi sitaki kuongea mambo ya poroto na siasa ya watu wengine hapa. Hao viongozi wote wanazungumza wote, mimi naheshimu viongozi wote katika jamhuri ya Kenya. Na mimi I'm very fortunate, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi sina shida na mtu yote. Hakuna mtu Kenya hii kwa siasa national leader who can say that mimi amagaraja mengi sema niko na shida na wao. Labda ndio nyinyi mnasema eti mimi ni mwanasiasa kwa mwana. Mimi sina shida na mtu. Na haya mambo yalifanya, tulikuwa na mazungumzo na watu wengi sana hapo 2022 by the way. Kwa sababu ni vile mtu kuna express interest, vile nime express interest mwaka huu. Si tunazungumza sana na viongozi wengi sana, upinzani wengine hata wako kwa pande ile wanatukuja kutuuliza maswali kama tunaweza kutembea pamoja safari hiyo tukienda hapo mbele nini, wanaweza kutuunga mkono, wengine wanatuambia na so forth. It's a nature of taifa la Kenya. Ikiwa kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu mimi ndio nitapewa hiyo nafasi, nitafanya vile nitakavyoweza na vile Mwenyezi Mungu atanisaidia na atanibariki, nitoe mchango wangu kama mwananchi wa Kenya. That is all. Na sasa tukimalizia, bila shaka kuna azma ya kuwania urais, na kuna kiti hiki cha naibu rais kinaonekana kuwa kiti cha mfarakano katika siasa zetu hapa nchini Kenya. Sasa mgogoro unaokuwepo wa kisiasa kati ya President Uhuru Kenyatta na rais wa sasa William Ruto anapokuwa naibu wake. Sasa tunazungumzia kuhusu Rigathi Gachagua ambaye tayari amebaruliwa, wanaingia pamoja na rais William Ruto. Iwapo utachaguliwa kwa rais, naibu wako atakuwa wewe na gani? Na je, haya yatatokea tena? Well, my friend, mimi sijakuwa naibu wa rais. Wapo sijakuwa kwa rais. Sijakuwa naibu wa rais. Namba 2, unajua huwezi kuvuka daraja mapema. You cannot cross a bridge in advance. Sijafika hiyo daraja. Ukifika hiyo daraja, tutavuka hiyo daraja na tutapanga vile tutavuka hiyo daraja. Huwezi kusema nikifika kwa ile daraja kati ya Sotiki na Nyamira nitaruka ama nitafanya namna gani. Ngoja tufike kwa hiyo daraja, tutaamua vile tutavuka hiyo daraja tutafika. Asante sana. Na kwa nafasi ya kutoka kufunga sasa. Mimi nawashukuru nyinyi wote na vile mnaona leo hata kama nilikuwa kasirika na was a little bit frustrated last week when I did not go to Meru for reasons I told you, because after Thursday hiyo siku hiyo nilikuwa niende Meru, nilienda tu breakfast meeting ile nilikuwa nayo
kabla ya kwenda Meru nikarudi nyumbani, nikakaa nyumbani na all day that day kwa sababu nilikuwa frustrated sana. Sababu nilikuwa na hamu sana ya kwenda Meru for the cultural reasons I told you. Mimi bado nataka kufanya ile safari kama ile ya Obama ilikuwa inakwenda Siaya. Ndio nilale akili, alafu nionge pale baada na yangu zio kuniambia hata waambie kwa kodi kwa mahali. Lakini sawa tu, Mungu atatoa nafasi nyingine ya kwenda huko siku hiyo. Lakini unaona hii ya masuala ya ujenzi wa taifa letu na maendeleo ya taifa letu, mimi nazungumzia kwa furaha kwa sababu mimi sina emotional hard feelings about anybody, shida na mtu yote. Mimi tu ni yule Mkenya ambaye anatafuta nafasi ya kutoa mchango kwa nchi yake. Nikiwa na Mungu akinibariki baada bahati nipewe nafasi ya kutoa mchango kwa nchi yangu, I promise Kenyans that we will address some of these challenges. But my parting words, my brothers, are this because you are Kenyans. Countries go through situations such as we are going through right now. The worst thing that can ever happen to all of us is to lose hope in our country. To sometimes feel like get discouraged and give up in the face of these challenges. I know I have been talking to a lot of people, especially when I talk to a lot of my friends from the Matiang'i region who are very angry and frustrated. In fact, I was talking to somebody last evening who was telling me, Najua, tunafanya like we're getting collective punishment like it used to happen during the colonial period. Watu walikuwa wanaweka concentration camps, so we are now getting tunapata adhabu ya kijumla sisi wote and so on and so forth. And I told them what I'm telling you today, that you know this happens that alafu tuende mbele na safari ya kujenga taifa letu, na siku zetu za usoni better people will do great things for our country, especially finally the blessing we have of the youthful population that we have, skilled, very patriotic. You know, Kenyans who tell you they don't want to move out of the country, they want to be here, they want to develop their country and live here. This is their home on earth. I mean, what more do we ask? That is it. All we need to do is make our contribution. Mimi nataka kutoa mchango wangu. I may not have everything, but I will give everything that I have. And God bless you. Thank you. Asante sana Daktari Fred Matiang'i, aliyetoa waziri wa usalama wa ndani wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na vile vile mgombea wa urais ndivyo anavyosema atakuwa debeni mwaka 2027. Bila shaka umesikia maono yake na amefafanua kwa undani kuhusu sera mbalimbali. Asante sana mtazamaji na msikilizaji wetu wa vituo vyote vya Media Max kwa kutenga muda wako takriban saa 2 kusikiliza mahojiano hayo muhimu kabisa na Daktari Fred Matiang'i. Ndio mwisho wa mahojiano yetu hapa ndani ya studio zetu za Mndego kutoka Karen hapa jijini Nairobi. Bila shaka Media Max inamiliki vituo 5 vya redio. Tunazungumzia kuhusu Kameme FM, Midel FM, Mayale FM, Meru FM, Msenango FM na Emo FM. Vituo 2 vya runinga. Matangazo haya yamekuwa mbashara ndani ya K24 TV, Kameme TV na vile vile gazeti la pekee kabisa la People TV. Shukrani sana.